Wanawake gangari, tunapotaja mama wa taifa wa Jamhuri ya Kenya tokea mama taifa wa kwanza Mama Ngina Kenyatta na mama taifa wa pili Lena Mwai, wote hawa walifunikwa na nyota za waume zao. Ila ikija kwa kisa kuhusiana na mama taifa wa tatu Mama Lucy Kibaki, ilikuwa ni kisa tofauti kabisa na wale wengine. Leo tunamwangazia Mama Lucy Kibaki tunapowataja wanawake gangari na waliopelekea katika mambo kuwa mazuri katika uongozi wa waume zao, basi Lucy Kibaki atapewa taji. Vyombo vya habari vilimwogopa yeye mwenyewe Lucy Kibaki baada ya uongozi wa rais wa Kenya wa pili Mzee Mwai kwa takriban miaka 24 bila nchi kuwa na mama taifa. Mzee Mwai Kibaki aliuchukua ushukani kama rais wa Kenya wa tatu mwaka 2002. Mkewe Mama Lucy Kibaki aliingia kwa ikulu ya urais kwa mpigo. Alifanya nchi nzima itambue kwamba mambo yamebadilika na nchi ipo chini ya uongozi wake na mmewe Kibaki. Mama akijua kwamba kama hangempa nguvu mmewe, basi angeweza kuliongoza taifa ipasavyo. Kibaki wakati ule akiuguza majeraha ya ajali, Lucy aliamini lilikuwa jukumu lake kumtunza mumewe na taifa kwa pamoja. Inaaminika kati ya viongozi waliompa wakati mgumu Lucy ni mbunge wa Kabete Paul Mwite pamoja na mbunge wa Imenti ya Kati Gitobu Imanyara. Ila walilipa kwa kumdhalilisha Lucy. Imanyara kwa mara ya kwanza aliitembelea ikulu ya urais jijini Nairobi baada ya uchaguzi wa mwaka 2002 ambapo Lucy Kibaki alimzaba makofi kwa ukosefu wake wa nidhamu, akimuonya huu ndo ulikuwa tu mwanzo, maana angeendelea kukosa heshima yeye mwenyewe angemwadhibu kwa kumkosea heshima mmewe Mzee Kibaki. Manyara alitishia kumchukulia hatua za kisheria Lucy Kibaki, ila zilishia hapo tu kwa vitisho, jambo ambalo mpaka leo linashangaza wengi. Mbunge huyu alikuwa ni mbunge maarufu sana na aliyekuwa mtu ambaye apewi ujinga na upumbavu. Ilifikiaje mpaka akamuogopa Mama Lucy Kibaki? Maana mama alimchapa makofi. Ushaisikia kuzabwa makofi mpaka unajisahau? Hivyo ndivyo alifanya Lucy Kibaki. Ila hizi zilikuwa ni kelele za chura zake Manyara kuweza kumchukulia hatua za kisheria mama. Maana kelele hizi za chura kawaida huwa zimzuii ng'ombe kunywa maji. Alitii maneno ya mama kama sheria, huyu akiwa ni mmewe rais mwenyewe Mzee Mwai Kibaki. Ingawa Kibaki alikuwa rais mpole kwa wengi na mchapakazi, Mama Lucy alikuwa ni kinyume kabisa na alivyokuwa Kibaki. Alilinda sana jina la familia yake pamoja na mmewe kwa hudi na uvumba. Kama tunavyoambiwa, panapo mama paharibiki jambo. Basi kando na ghadhabu zake Lucy katika kuilinda familia yake, pia alimnyorosha Kibaki kabisa katika uongozi na ufanyakazi wake. Mpaka leo amna rais aliyewahi tokea nchini Kenya aliyetambulika kuukuza uchumi wa Jamhuri ya Kenya kama alivyofanya Kibaki. Kisa kilichoongelelewa sana kumhusu Lucy ni pale alipovamia nyumba ya habari ya Nation Media mwaka 2005 nyakati za usiku, baada ya wao kuchapisha taarifa zilizoichafulia jina serikali ya mmewe pamoja na familia yake. Lucy Mwai Kibaki alizaliwa mwaka 1940 akiwa ni mwanawe Kasisi Reverend John Kahiga na mamake akiwa ni Rose Nyachomba. Lucy akisomea katika shule ya upili ya Alliance Girls. Baada ya masomo yake, Lucy alifanya kazi ya ualimu katika shule ya Kamwenja Teachers College kabla ya kutumwa katika chuo cha Kambui College ambapo alikutana na Kibaki wakati ule akiwa mfanyakazi wa chama tawala cha KANU. Lucy alikutana na Kibaki wakati ule akiwa na miaka 28 tu.
baada ya kuacha kazi yake ya ualimu katika chuo kikuu cha Makerere kule Uganda. Kibaki, baada ya harusi yao, Lucy aliacha kazi yake ya ualimu aliacha kazi yake ya ualimu baada ya Kibaki kushinda uchaguzi wa kiti cha ubunge katika eneo bunge la Donholm lililopo jijini Nairobi. Marafiki wa karibu wa mzee Kibaki walidai kwamba Lucy ndiye aliyekuwa msingi mkuu na msukumo wa mafanikio yake Kibaki katika siasa. Mwaka 2004, mwezi wa Disemba, katika ikulu ya urais Mombasa, Lucy aliwafukuza viongozi waliopigania nafasi ya kuwa karibu na Rais Kibaki na kuwaambia kuwa yeye ndiye aliyekuwa kizingiti baina yao na rais. Hivyo ukitaka kumuona Kibaki ilibidi upitie kwake Lucy na aweze kukukubalia kumuona mzee. Baada ya vyombo vya habari kutaja kuwa Kibaki alikuwa na mke wa pili, Lucy alimlazimu Kibaki kumkana mkewe wa pili, ambapo Kibaki aliita vyombo vya habari, kikao na vyombo vya habari, na kusema na kukana hadharani ya kwamba yeye hakuwa na uhusiano nje ya ndoa yake na Lucy. Lucy Kibaki atasalia kuwa mmoja kati ya wanawake gangari waliowahi tokea kuwa mama taifa wa Jamhuri ya Kenya. Wote ambao wamemfuata na wale waliomtangulia, amna ambaye alifanya kazi kwa ukakamavu kama jinsi ambavyo aliifanya Lucy Kibaki. Akija kumfuata alikuwa ni Margaret Kenyatta, akaja Rachel Ruto, ila wote anawapiku Lucy Kibaki kwa kila kitu, iwe ni kwa ufanya kazi, kwa kujituma, kwa kuelekeza serikali mahali ambapo inafaa, kwa kuwatunza waume zao. Lucy aliwapiku kwa yote haya. Ni hayo kwa sasa dau, tuungane kwenye video zetu zijazo. Hii ni The Drums of History na mimi mtangazaji